cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi yetu ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Chama cha Mapinduzi. Serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi unaendelea kuacha alama kadri siku zinavyozidi kwenda. Na leo hii mtazamaji, nilikuja kuangazia hali ya ujenzi ambao unaendelea, ujenzi wa barabara ambayo inatoka Mwembeladu hadi Amani Flyover. Katika maeneo haya tutapata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi wa maeneo ya karibu ili waweze kutoa maoni yao, nini hasa ambacho Rais Mwinyi wanataka kumwambia. Tukiangalia Zanzibar sasa hivi imebadilika, imekuwa na maendeleo mapana kuhakikisha kuwa Zanzibar inazidi kukua. Jina langu Othman Ali Haji kutoka Kisiwandui, lakini pia nyuma ya kamera ndugu yangu Ahmed Ibrahim. Kama bado hujasubscribe channel yetu, ni kuombe usubscribe ili uwe mwanafamilia. Kwa habari zetu wewe unakuwa wa kwanza kupata kila taarifa mpya. Chama cha Mapinduzi. Naitwa Juma Humud Said Mohamed wa Amani Zanzibar. Namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa uhai wa kufika mpaka muda huu. Na la pili nalolishukuru Mwenyezi Mungu na mtume na rais wetu wa Zanzibar kutusaidia fikra ya maarifa inayoendelea mpaka kufikia kutuwekea barabara ya flyover katika mtaa wetu wa Amani. Miaka ya nyuma tushapata tabu sana, tafrani time barabarani, foleni kubwa. Nashukuru Mungu kwa mpaka sasa hivi tunapata mwelekeo ambao rais katuangalia na sisi kwenye moyo wa huruma. Nashukuru Mwenyezi Mungu atujalie, atuendeshee hili na jenginewe. Mpaka sasa hivi barabara inaendelea vizuri na flyover inaendelea vizuri. Miaka ya nyuma tushapata tabu sana huko, lakini sasa hivi naelekea mwelekeo mzuri. Shule nyingi rais katujengea, juu mbali tofauti, madrasa, kila kitu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo naomba vijana tuwe pamoja kulifuatilia swala hili, kukaa pembeni mwa barabara, tukae ndio tuondokeni, kwa sababu ambao rais anatufanyia kitu ambacho kanikusudia kutufanyia sisi wananchi. Dr. Mwinyi ni muungwana zaidi na katufikiria sana Wazanzibari wenziwe, na wanasema kwamba mpaka sasa hivi Dr. Mwinyi hajafanya kitu, lakini kwa ukweli naona kama akili zao kidogo hazikukaa sawa, kwa sababu waangalie mafanikio ya miaka ya nyuma na waangalie mafanikio ya mwaka huu tulionao wa rais wa Tanzania wa Zanzibar Hussein Ali Hassan Mwinyi, kutufikiria kwa matatizo yote tulionao Tanzania. Tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Mheshimiwa Rais alivyotufanyia, naona baadaye atatufanyia kama tuko Ulaya vile, maana mafanikio tunaona ni mazuri, hatujawahi kuyaona. Na umri wa miaka 48 tukanizaliwe, lakini uko nyuma kote ndikokaa sijawahi kuona mafanikio mazuri kama alionayo Hussein Mwinyi mara hii. Tumemshukuru Mungu sana. Kilichonivutia zaidi mimi Zanzibar ni kwamba huko nyuma tushakaa sana, lakini baada ya kukaa Mwinyi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hatukuwapo sie duniani, lakini watakuwepo watoto wetu, wataneemeka zaidi. Hilo nalo tunalifikiria asubuhi na jioni. Zanzibar ya zamani na sasa hivi tofauti. Sasa hivi tunajisikia kama tunaingia Ulaya. Hapo zamani ilikuwa Zanzibar yote pori tupu hapa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, baada ya kuingia Mheshimiwa Hussein Ali Hassan Mwinyi kaibadilisha Zanzibar kwa muda mdogo tu. Mashule mazuri makubwa, madrasa tofauti, kila pale barabara mpaka vichochoroni. Mimi naishi Zanzibar maeneo ya Masingini, panaitwa Hawaii. Sasa hivi kuna chochoro mpaka kupata wapi phone mambo sasa. Na maisha ni mazuri, gari zinakwenda, wagonjwa wakipata kuumwa mtu anatolewa kwa bajaji fresh. Na mpaka sasa hivi namshukuru Mungu, alhamdulillah. Na maoni yangu nilionao makubwa, wananchi waweze kutuliza akili zao timamu na kuangalia nini kinachofanywa na Mheshimiwa Rais Hussein Mwinyi. Chama cha Mapinduzi. Napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunifikisha usiku huu leo. Kwa jina naitwa Mashaka Kaniagu Kalila. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo hapa. Kwa hiyo pia nilikuwa napenda kutoa sifa zangu kidogo
tunamwona Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi kwa kipindi hichi chake, kwa mambo aliyotufanyia, na mambo aliyotufanyia tunashukuru, japo wengi sana wanalalamika kwamba kumekuwa kuna wadilifu na wafanyabiashara wakubwa wadogo pia wanalalamika, lakini ni ndani ya maendeleo ya Zanzibar yetu. Tumeona marais wengi waliopita, lakini mpaka leo kufikia hapa, huyu naye amekuwa ni mkombozi wa Zanzibar. Japo tunalalamika, lakini tunajua baadaye tutakuja katika kuwa neema, na pia itakuwa ni Zanzibar kidogo ya mfano, kama yeye mwenyewe alishawahi kuzungumza kwamba anataka kufanya Zanzibar itakuwa ni Singapore. Kwa hiyo kwa kipindi hichi mimi napenda sana kumshukuru, lakini isipokuwa tu malalamiko yangu kidogo katika wakandarasi kidogo ingekuwa wanafanya kuwazungukia na kujaribu kufanya jitihada ambao ni kubwa, kwa sababu mambo makubwa kweli wanayafanya, lakini yanakuwa yanachelewa. Tunakuwa tunapata adha, tunahangaika, tunafanya nini? Muda wake ufanyike ile kuwa kidogo, upatikane kuwa mfupi, ili tuweze kuendelea na mambo yetu ya kimsingi ya kijamii katika barabara zetu, kwa sababu barabara kama leo tunavyoziona kuwa hivi imekuwa ni changamoto kidogo, lakini tunajua baadaye Mwenyezi Mungu akitujalia tutanufaika kwa mchango mkubwa ambao uliopo kwa sasa. Tukiangalia barabara ni nyingi, sio tu hapa maeneo, tunaona masoko yetu Mwanakolekwe ilivyotengenezwa. Zamani wakati inabomolewa linavunjwa tulikuwa tunalalamika sana, lakini leo imekuwa ni neema, na ni moja hapo mfano tumeona. Masoko mengi sana tunaiona Mombasa na leo ilivyo. Tunaiona pia na soko letu moja ambalo lipo hapo mbele pia tunaliona. Mabarabara mengi ambayo tumeona hii ya kwenda hivi na kwenda mjini, pia yote tunaona kwa sasa hivi. Kwa hiyo mimi napenda sana kumshukuru, na shukrani zangu hizi ziendelee kwa Mheshimiwa Rais Dr. Mwinyi Hussein, pia endelee sana zaidi tiada. Lakini pia tukumbuke na barabara za shamba na zenyewe pia za ndani, na penyewe tutengenezewe kama tulivyotengenezewa hizi za hapa mjini. Taswira ambayo uwepo wa barabara hizi ambazo zipo kila kona, kila ndani, ni taswira ambayo ni nzuri sana. Ukija kuangalia hatuwasemei vibaya marais waliopita, na wenyewe waliyafanya ya kwao wakaishia pale walipokuwa wamepaona, lakini huyu naye amekuja naye kwa mfumo wake ambao ni mwingine. Imekuwa kila sehemu kumekuwa kuna barabara, hususa zile za ndani na za nje. Tunaziona namna gani jinsi zilivyo, ziko vizuri, ziko madhubuti, na ambao baadaye atatufanyia ile jambo lilikuwa tunasubiria kwa masaa matatu, lakini leo tunalipata kwa nusu saa, kutokana na barabara zetu jinsi zilivyo kwa uharaka zaidi. Usafiri, vyombo vinazidi kuwa vingi zaidi. Pia nilipenda serikali kuhimiza tu zaidi, tuendelee mafanikio zaidi kutuelekeza, lakini yafanyike kwa uharaka sana. Na wananchi wenzangu sana pia tushikamane na rais wetu, tumuunge mkono, tusipende kumbeza. Tusimbeze sana, atavunjika moyo, lakini pia tushirikiana naye, tuwe nguzo kwa nguzo, bega kwa bega, kwa yale anayoyafanya tuendelee kumpongeza, kwa sababu imekuwa ni mfano ambao ni mkubwa. Ni mambo mengi sana, viwanja aina mbalimbali vya mchezo tumeona tumekuwa naye bega kwa bega sehemu nyingi. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana wananchi, wanachama wenzangu, tuendelee kumshika rais wetu, asivunjike moyo. Chama cha Mapinduzi. Napenda kujitambulisha, ni mkazi wa Amani Mwelezo, naitwa Tamimu Hamadi Omari. Nataka kujieleza kidogo kuhusu maendeleo ya barabara. Kwa kusema kweli, muonekano, mabadiliko mingi yamebadilika. Maendeleo tunayaona, na kazi zinakwenda vizuri na zinakwenda kwa kasi. Kwa sababu kusimamishwe daraja si mchezo na kuvunja magorofa barabarani. Na kwa kusema kweli, changamoto ambazo zimetokezea kwa nyumba za barabarani, wengi wao mimi naona wamejisifu kama wamelipwa vizuri, wameridhika. Kwa hiyo tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa maendeleo aliyoyaleta, kwa sababu alipita wingi, lakini mimi sijayaona machoni kwangu. Haya ndio kwanza nimeona mara hii. Kwa Mheshimiwa Rais amejitahidi, anataka kupongezwa. Katika marais anataka kupongezwa ni Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi. Muonekano kwa kusema kweli unaonekana, kwa sababu kama Kwerekwe pale kulikuwa na tafrani mbalimbali, sasa hivi hamna tafrani yoyote. Yaani hata wewe mwenyewe basi kama unataka ukafanye vurugu, ukapige debe, basi sasa hivi unaogopa kutokana na mabadiliko yaliyobadilika katika nchi yetu. Kwa hiyo nampongeza sana 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 Mheshimiwa Rais.
kwa sababu mimi ni Mzanzibari ambaye naifahamu sana Zanzibar, lakini mpendaye. Mimi nilipotea baada ya kuona yale mabadiliko. Kwa kusema kweli, katika nyumba babu yangu sikujua, nilipotea kwa mtazamo wa ambao umebadilika. Yaani tunajiona kama mfano tuko labda kama naweza kusema kama mitaa ya wenzetu kwa ambao wamechukua maendeleo muda mrefu. Yaani nilikuwa najiona kama niko pengine Ujerumani au Uingereza hivi. Watoto jioni ukipita na vibasketi vyao raha, wanacheza wamependeza. Kwa hiyo mabadiliko, kwa kusema kweli, mabadiliko Zanzibar imebadilika kwa 90%. Zanzibar imebadilika. Mimi ni mzalendo katika nchi hii hapa, na nilipita JKT mimi na niliwahi kuzungumza naye kwenye simu. Kwa hiyo kama nitapata fursa kuzungumza naye, basi nitafurahi sana, kwa sababu nina mada kuzungumza naye. Kama alikuwa ni waziri wangu wa ulinzi kipindi hicho, ambayo amenipitia operation Maisha Bora. Kwa hiyo nitafurahi sana kupeleka malalamiko yangu kwake. Kwa kusema kweli, changamoto zipo pale na pale, kutokana sasa kuna matengenezo. Hata nyumba ukitaka kuitengeneza, basi kwanza utapangua vitanda uweke sawa, ila baadaye unajitawala vizuri tu. Chama cha Mapinduzi. Naitwa Saleh Hamid kutoka Amani, mzaliwa Zanzibar. Shughuli zangu bwana ni dereva daladala. Asante sana, nataka kumpongeza rais wangu wa Zanzibar, Mheshimiwa Rais Mwinyi, Ali Hussein Mwinyi. Nampa pongezi nyingi sana, maana hii nafasi sikuamini kama kuna siku naweza nikapata nafasi nzuri kama hii ya kumpa pongezi rais wangu. Rais Mwinyi bwana, mimi nakupenda sana, na naamini sio mimi tu ninakupenda, nakupenda Zanzibar wote kwa maendeleo ambayo unatuonyesha, maana sio ya kusimulia, tunayaona maendeleo. Ndo kama hivi flyovers zinamalizia. Basi bwana, mimi mwenyewe dereva najisikia raha ikimaliza hapa, tukapata kupita na vyombo vyetu visiumie, hata siku nzoba shoka hapo haziumii, kwa sababu barabara na maendeleo mambo yako safi. Na kuheshimu mheshimiwa, na kukupa respect mheshimiwa, na kukubali tena, na kukubali mheshimiwa. Wengine watafurahi, wengine hafurahi, lakini ndio hivyo. Maoni yangu, asante sana Rais Mwinyi, endelea na kazi zako. Mwenyezi Mungu akujalie kila laheri, akupe pesi kwenye maisha yako rais, akupe ni kila kitu ambacho unakihitaji, ambacho unatukusudia kuwafanyia Wazanzibari. Kuna watu chini chini wanazungumza mheshimiwa rais hafanyi jambo, hana mpango wote. Hata mwanzo alikuja alikashifiwa bwana, hana tujengea mabati, alimradi tunajua kasumba. Lakini mheshimiwa rais sasa hivi nadhani watu wote wanamuelewa anachokifanya. Nadhani wanakielewa anachokifanya, na wanakiona anachokifanya. Wanakiona anachokifanya mheshimiwa Mwinyi, mabarabara mji mzima kayatifua, kwa sababu hiyo kwamba kumeendesha nchi tu, sio kama binafsi. Hebu tumkubali bwana. Hii kura ya mara hii, kura yangu imelipa haki billahi. Chama cha Mapinduzi. Naitwa Mwana Harusi Othmani Ali kutokea Daraja Bovu, Uholanzi. Rais wetu aliyopo katika kipindi hichi tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Mungu amfanyie wepesi, Allah amuongoe katika mambo haya anayoyafanya, mambo mazuri inshallah. Kwa hiyo kutokana na hali ya Zanzibar sasa hivi tumekuja kimaendeleo zaidi. Tumekuja sasa hivi maskuli ya ghorofa, tumekuja kuona barabara nzuri, yani tumekuja kuona maendeleo mazuri tofauti na wengine waliopita. Kwa rais wetu aliyopo sasa hivi, alhamdulillah, Mungu amuongoe njia nzuri. Watu ambao wanaosema kama wataondoa shukrani ya rais wetu ambaye yupo, watamponda labda, watasema hajaleta maendeleo, au ni wanafiki tu. Lakini kutokana na hali, kipofu kiziwi anaona hali iliyopo na maendeleo yaliyopo, hali inaonekana, uchumi upo, alhamdulillah, maendeleo yapo. Allah amfanyie wepesi inshallah. Kitu ambacho kimenivutia zaidi ni kuwa sasa hivi alhamdulillah tukienda mahospitalini tunapata huduma nzuri kwa wazazi, wazee, watoto, alhamdulillah. Kwenye sekta zote tu yuko vizuri, na maendeleo sasa hivi alhamdulillah, tunajengewa skuli nzuri, tunaboreshewa barabara, maskuli, mahospitali, alhamdulillah. Chama cha Mapinduzi. Jina langu Mariam Ali Makame.
nakaa Bububu. Namshukuru rais wetu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kutuletea maendeleo na tunayaona, ndo tunashirikiana nayo kutujengea maskuli mapya, barabara, hospitali mpya za ghorofa. Watoto wetu wanapata elimu, haina shida yoyote. Mwenyezi Mungu amjalie inshallah kwa uwezo wake. Allah amzidishie imani, amzidishie kila linalo kheri inshallah. Maendeleo yanazidi kuendelea sasa hivi, yatakuwa zaidi huko mbele, yatakuwa na manufaa zaidi kuliko hapo mwanzo tunakotokea serikali zetu zote za nyuma. Yeye tunazidi kujionea wenyewe maendeleo. Kusema kweli yananivutia zaidi, hakuna hata moja lisilonivutia, yote naona mazuri tu. Na Mwenyezi Mungu amjalie, amzidishie imani, amweke, amjalie kila linalo kheri inshallah, muondoshee jicho la husda, endelee na maendeleo yetu. Tuna sisi wenyewe na watoto wetu na wajukuu zetu wanakuja jifaidia hivyo hivyo, kuja kujionea. Maana kutokana na maendeleo ndo tunayaona, na wao hayo anotuletea yeye, na wao wanatumia yale. Ukaja skuli na wao watoto wetu wao wanasoma, ukaja hospitali hakuna hata mmoja aso yaona maendeleo ya Hussein. Tena yeye anokaa kamsema kwa ubaya, atajijua yeye na kukwenda. Chama cha Mapinduzi. Kwa majina naitwa Mtumwa Hamisi Muhammad. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa maendeleo, na maendeleo haya tumeyaona katika mji wetu wa Zanzibar, na tunamshukuru sana kwa maendeleo yote ambayo anayoyafanya. Juhudi zake tumeziona. Pia tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kumpa nguvu ili apate kutuletea maendeleo zaidi ya haya. Pongezi zangu za dhati zende kwa rais wetu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia naye tunamshukuru kwa juhudi na kumuunga mkono rais wetu mpaka hapa tulipofikia. Tunawashukuru sana kwa kutupa maendeleo na kuboresha mji wetu wa Zanzibar. Zanzibar ya baadaye itakuwa ni Zanzibar ambayo yenye kuvutia katika mataifa mbalimbali. Mji wetu ulivyokuwa mwanzo na ulivyokuwa sasa hivi upo tofauti sana kutokana na mabadiliko aliyoyabadilisha rais wetu. Tunampongeza kwa jitihada zake na juhudi zake alizozifanya katika huu mji wa Zanzibar na kutuletea maendeleo ambayo sisi wenyewe wa Zanzibar tunajivunia kuwa na rais yeye, na tunampongeza kutokana na jitihada zake na juhudi zake alizokuwa anatuonesha Wazanzibari. Vyote vimenigusa, ila kwa upande wa mahospitali hili limenigusa zaidi, kwa sababu kama binadamu hatuwezi kukaa bila matibabu. Kwa hiyo hili tunampongeza kwa kuchukua jitihada ya kujenga mahospitali mbalimbali ili wananchi wake wafaidike kutokana na huduma. Wito kwa wananchi na serikali kwa ujumla, tunatakiwa tumuunge mkono Mheshimiwa rais wetu kutokana na mabadiliko aliyotuonesha, na tushirikiane katika kila hali, yani tumsapoti kutokana na kila shughuli ambayo anaifanya ya kukuza nchi. Chama cha Mapinduzi. Hii ndio Zanzibar, hii ndio Zanzibar ya Dr. Mwinyi, hii ndio Zanzibar ya maendeleo. Hakika Dr. Mwinyi ni uongozi unaoacha alama. Bila shaka mtazamaji, umewasikia mwenyewe namna wananchi walivyokuwa na furaha, walivyomshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kukamilisha barabara mbalimbali, kuleta maendeleo kila kona ya Zanzibar hii. Lakini pia umewasikia katika maongezi yao, moja kati ya maongezi yao wamesema serikali inajitahidi na iendelee kuleta mabadiliko mapana, Zanzibar iwe ni kivutio kikubwa cha maendeleo. Hapa ni Amani, mkoa wa Mjini Magharibi, katika barabara ambayo inatoka Mwembeladu mpaka hapa Amani Fly
over. Wananchi wameongea mengi ya moyoni. Tumeamini kuwa Dr. Mwinyi anapendwa sana na wananchi wake. Zanzibar imara, Zanzibar ya Dr. Mwinyi, Zanzibar njema. Ana imani kubwa rais wetu, wananchi wamekuwa na bashasha. Huo ni uongozi unaoacha alama kimsingi, na tunaona maendeleo makubwa Rais Mwinyi anayafanya katika kisiwa chetu cha Zanzibar. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine, lakini mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Jina langu Othman Ali kutoka Kisiwandui, Zanzibar. Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi, nchi yetu ingekuwa wapi? Bila Chama cha Mapinduzi